Mahusiano yako mazuri na Mungu yatakufanya upate mengi aliyonayo Mungu kuliko wengine. Naona mahusiano yako na Mungu, badala ya kuwa na unaweza ukajikuta ukaamini sana kwenye maombi mengi, lakini mahusiano yako na Mungu sio mazuri. Naona ndio maana Mungu anasema Mungu anasema pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Naona nini maana yake? Kuna mambo Mungu anayo ampi kila mtu. Ndio maana Biblia inasema yule malaika aliposhuka kutoka mbinguni akasema amani ya Mungu iwe na wale tu aliowaridhia kuwa na hiyo amani. Ndio maana na duniani hapa kuna watu, amen, barikiwe sana. Kuna watu duniani hapa unaona hawana amani kabisa kwa ajili ya vitu vidogo tu. Ni kwa sababu amani si kwa sababu hivyo navyo, ila amani ni Mungu anaiachilia ndani ya moyo. Ndio maana kuna mtu hajala ila ameridhika, ana raha, ana amani. Kuna mtu anaishi hana hata hela. Yaani kuna mtu sasa hivi anaishi, ukimwambia hivi tunaomba 100,000 ndani, kama hauna ufe, anakufa kwa sababu hiyo laki hana. Lakini mtu ana amani, ana furaha, anatembea na ana uhakika nitaishi maisha yangu yaliyo mbele na muamini Mungu. Naona hiyo ni karama kubwa sana, ni kipawa cha Mungu. Amani ni sehemu ya kipawa cha Mungu ndani ya mtu. Amen. Naona kile kuna mwingine ili awe na amani, ili uone tabasamu lake, ili uone amefurahi, ili uone anaongea na watu anagonga, awe na kitu, awe na mahitaji anayotaka, awe na chakula alichotamani kula, awe na mavazi aliyotamani kuvaa, awe na mpenzi aliyetamani kuwa naye, awe, unaona ndio vile vitu unaona kwamba yana amani nyingi. Lakini Biblia inatuambia wana amani nyingi waifuatao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Kama ungewanyima vyote hivyo, bado wangekuwa na amani tu. Kama unampenda Yesu, nisikie tena amina. Nisikie tena amina. Naona kuna mtu hana nyumba, hana gari, hana kazi, hana kila kitu, lakini anatembea. Kuna watu wanaitamani amani yake kabisa, anatembea. Yani watu wengine mbona wanalala, anaongea, anacheka, lakini kuna watu wana hela nyingi ila wana amani. Naona ili atoke nyumbani aende mahali mwingine lazima awe na ulinzi, nyuma gari, mbele gari, nyuma bao 70, hana amani. Hiyo ni dalili kwamba una amani. Yaani dalili ya kuwa na walinzi ni kwamba una amani, kwamba kuna watu wanaweza kukuua muda wote. Ndio dalili ya kutumpa ulinzi, ndio dalili. Yani kukosa amani, sijui kama utanielewa. Yani wakati wote unapohitaji ulinzi, kuwa na bodyguard, maana yake una amani, una uhakika wa usalama wako, na yote asiye na usalama hana amani.